alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika Sauti ya Mwalimu. Ni mimi Dr. Madiha Salim, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Technical University of Mombasa. Ewe mwanajamii, bado tunahamasishana kuhusu maradhi ya akili. Huu ni mwezi wa 5, mwezi ambao umetengwa ili tufanye hamasisho kuelimisha watu katika jamii kuhusu maradhi ya akili, sababu maradhi ya akili watu wengi hawana uzoefu na zile dalili zake na wapi watapata usaidizi. Kwa hivyo leo nimeamua kuangazia kwa kifupi sana maradhi ya akili ya bipolar. Maradhi ya bipolar yanaathiri sana vijana, yanaonekana wakiwa katika umri wa miaka 18, 20, hapo ndio yanajitokeza. Maradhi haya sana yanajitokeza katika miaka hiyo. Pengine mtoto awe amekuwa sawa, mara hafla bin anaanza kuonesha dalili za haya maradhi. Na maradhi mingi ya akili sana huwa unapata kwa wepesi pale utakapokuwa mtu katika familia, ama tunazungumzia kuhusu genetics, ako na haya maradhi. Kuna familia nyingine ambao maradhi haya yako, hizi mental disorders ziko katika familia, kama vile ambapo kuna familia wako na historia ya maradhi ya sukari, na familia ambao wana historia ya maradhi ya pressure, basi kuna familia ambazo zina historia za maradhi ya akili. Kwa hivyo mtu pale atakapokuwa katika familia yao wako na historia namna hii, basi chances za kupata maradhi ya bipolar huwa ni za juu kuliko ule mtu ambao hawana hii historia ya maradhi ya akili katika familia. Mara nyingine pia zinatokamana na mazingara. Ikiwa stress levels ziko juu sana, mara nyingine pia zinaripua na kuanza kuleta haya maradhi ya bipolar. Kwa hivyo maradhi ya bipolar ni maradhi tunasema ni mood disorder. Ile hali ya mtu, tunazungumzia kuhusu moods. Na maradhi ya bipolar, ima mtu atakuwa katika mania ama amechachawa sana kupindukia, ama atakuwa katika huzuni ya kupindukia. Kwa hivyo inazunguka baina ya mania stage na depression stage. Kwa hivyo mtu anaweza kupata aina 3 ya bipolar, either moja wapo. Na bipolar ambao inaonekana sana katika jamii ni bipolar 1. Bipolar 1 ni pale ambapo mtu anapata hii episode ya mania. Mania haswa ni nini? Yule mtu huchachawa kupita kiasi. Kuna ile furaha ya kawaida, kuna ule mtu kuchachawa kwa kawaida, lakini huwa ana furaha, ikiwa ni furaha ni kupita kiasi, ama kuchachawa kwake ni kupita kiasi kabisa, mpaka anaanza kukutia wasiwasi. Na mtu ambaye yuko katika mania ana hiyo extreme mood, ambapo pale sasa anahisi kwamba kitu cha kwanza ambacho tunaweza kutambua, ako na ile flight of thoughts. Anazungumza topic baada ya topic, maneno yake mpaka wewe unaanza kujiuliza huyu yuko sawa, ama manake anazungumzia topic hii hajamaliza, anazungumzia topic ile hajamaliza, anazungumzia topic ile. Kwa hivyo kuna kitu tunaita flight of thoughts. Anazungumzia hoja nyingi kwa mara moja, na hizi hoja huwa hazitimizi, anazungumza haraka. Halafu kuna ambao wanatumia pesa kiholela. Halafu wako na hizo tunaziita feelings of grandiose. Wanahisi kwamba wao ni wabora kuliko wengine, wao wanajua kuliko wengine. Huwa wako extremely hyper. Sijui nitafasiri vipi kwa Kiswahili, lakini huwa wako katika mawingu kabisa. Wanahisi kwamba wao ni wajuzi. Mara nyingine waweza kuwa na delusion nyingine ambayo tunaita persecutory. Wanahisi kuna watu wanawatafuta, wataka kuwadhuru. Kwa hivyo anazungumzia kuhusu mambo makubwa. Yeye ndio tajiri zaidi, yeye ndio bora katika jamii, yeye ndio hodari zaidi na kadhalika. Kwa hivyo akiwa katika hii stage ya mania, huwa ni kama ndege anaipaa kwenye anga.
anahisi hakuna na energy ya hali ya juu na huwa hataki kulala. Si rahisi mtu namna hii, hataki lala kidogo shamka. Kuna energy level yake iko juu sana. Halafu mtu namna hii anaweza kupata hiyo episode ya mania, ama anaweza kupata episode ya depression. Akawa sasa mtu yule ambaye alikuwa amechachawa, mtu yule ambaye alikuwa anaongea sana, mtu yule ambaye tunasema alikuwa kama ndege anayepaa, sahihi ameshuka chini kabisa, amejikunja na anahisi huzuni ya hali ya juu. Kwa hivyo mtu huyu aliona bipolar 1 anaweza kupata episode za mania, halafu zikashuka zikaja episode za depression. Tunasema ako na bipolar ikiwa ako hivi asha experience hii episode ya mania angalau mara moja kwa muda. Halafu tuko na bipolar 2. Bipolar 2 ni ako na depression ya hali ya juu. Episodes za depression zinazidi, na anaingia kama katika giza ambalo halielewi. Na watu wako na bipolar 2 watakapoingia katika depression, mara nyingine wanapata mpaka suicidal ideation. Wanahisi ile dhiki walionayo katika zile simanzi na ile huzuni wakati wa depression, wanahisi kujitoa uhai. Halafu pia anaingia katika mania. Halafu ya tatu tunaita cyclotimic. Hii ni ya tatu. Mtu huyu haingii katika ile mania ya kama ndege iliyopaa kwenye anga, wala haingii katika kisima cha depression. Yeye anapata hypomania, mania ya katikati yani. Ni kitu ambacho anaweza kujimudu. Zikianza anaweza kujimudu, pengine hapata kuwa na dharura ya kumlaza hospitali. Akianza kutumia madawa huyu yuko sawa. Kwa hivyo anaingia ana kutoka kwa hypomania, ambapo ni mania ya katikati, si kama yule wa bipolar 1, na anaingia katika depression. Halafu anaishi maisha ya kawaida. Mara anaingia depression, mara anaingia hypomania, mara anaingia katika maisha ya kawaida. Kwa hivyo maradhi ya bipolar yameingia, na watu hawayaelewi, na mtu ambaye anaweza kukuthibitishia kwamba hii ni bipolar ni daktari wa akili. Pengine mshauri ataweza kususpect kwamba anahisi kwamba unaonesha dalili za bipolar, lakini yule ambaye atahakikisha kabisa ni psychiatrist. Na maradhi ya bipolar kuna dawa zake, mgonjwa anapewa, iwe ni bipolar aina yoyote. Na kitu ambacho ni muhimu kwa mgonjwa wa bipolar ni lazima atumie madawa kama vile alivyoagizwa na daktari. Asipofanya hivi, basi anarudi tena katika mania na anarudi tena katika episodes za depression. Kwa hivyo maisha yake yanakuwa yanadhiki ikiwa hatatumia dawa. Kwa hivyo psychiatrist tu anamtia katika treatment plan, anampatia dawa, halafu kila siku zikienda mbele akishakuwa anaweza kujimudu, dawa zinapunguzwa. Lakini ni maradhi ambayo inachukua muda mpaka mtu atakapoanza kuona dalili ya kusikia vizuri. Kwa hivyo mtu ambaye ako na bipolar anaweza kuishi maisha yake ya kawaida, lakini anahitaji usaidizi wa dharura kwa daktari ambaye anaelewa mambo ya maradhi ya akili. Inasikitisha katika jamii hatuelewi mambo haya. Mara nyingine tutasema amerushiwa kitu, ama anajitendekeza na kadhalika, ilhali ya kuwa yule mtu ako na ugonjwa, tena ugonjwa ambao unahitaji matibabu ya dharura. Watu ambao wako na bipolar ni watu wanaweza kuishi maisha yao ya kawaida, na wako na hizi triggers. Watakapokuwa wanahisi kwamba triggers zinaanza kujitokeza, kila mmoja anaelewa kwamba kuna dalili fulani, nikisha kujiona naanza kuzungumza sana, ama nikisha kujiona kwamba usiku sipati usingizi, nishajua sasa naweza kupata episode ya bipolar, episode ya mania. Kwa hivyo unatafuta usaidizi kwa daktari, anakupatia dawa na unajimudu namna hiyo. Kama vile mtu akiona sukari inapanda, anajua sasa ni wakati wa kujidunga sindano ya sukari, kuishukisha, ama kula tembe, ama kula kwa daktari. Kwa hivyo mwenye bipolar pia anafaa ajielewe na anafunzwa kutafuta hizi triggers ili apate kuishi maisha
mazuri pamoja na wenzake. Kwa hivyo nilionelea ni muhimu kuyazungumzia haya maradhi ya bipolar, kwa sababu kila siku zikienda ninazidi kutangamana na vijana ambao wamepatikana na haya maradhi ya bipolar, na familia huwa hawajui watawasaidia kivipi. Kwa hivyo tupeleke waathiriwa kwa wataalamu wapate kupata tiba na ili waendelee kuishi maisha yao kama binadamu wengine. Shukran sana kwa kunisikiliza. Ni mimi Mwalimu Madiha. Shukran.